Mnaosemaga kwamba Diamond hawezi akanunua jeti yake huaga mnanishangaza sana. Diamond bwana, kununua ndege ni jambo la kawaida sana, na hata alivyozungumza kwenye ile exclusive yake ya mwisho na Lilomi kwamba waliomdhulumu kwenye zile harakati za kumwamini dalali ambaye alionekana kwamba amesimamia mchongo wa yeye kununua ndege, nafikiri ndo aliyemuangusha, lakini ndoto ya Diamond bado iko pale pale. Na nikwambie tu kwamba Diamond kwa sasa amekuwa akitembelea showroom za ndege kuangalia ndege zake binafsi ambazo anaweza akaangalia katika hizo ndege ambazo zinauzwa aichague ndege gani, tena kwa uhalali kabisa, na ili mradi pia yaliyomtokea kwa mwanzoni yasije kujirudia. Na ndio maana nimekuwa nikiweka wazi kila kitu na kila stage ambayo Diamond kwa sasa amekuwa akiendelea kuifikia. Kwa wale wanaosema kwamba Diamond hana pesa, Diamond hawezi akanunua private jet yake, nikwambie tu kwamba jamani, Diamond sio level zingine kama ambavyo labda watu wanamchukulia. Diamond kama mtu ambaye anaweza akalipwa pesa, na tayari katika mkataba wake unajulikana kabisa kwamba mkataba wa Pepsi ndani ya mwaka mzima si chini ya bilioni 1.5. Ukienda kwenye kampuni ya Serengeti the same pia si chini ya bilioni 1.5 ndani ya mwaka mzima. Huo ni mkataba ambao Diamond analamba. Sasa hapo tumepiga kwa haraka haraka, ndani ya mwaka mzima anaweza kuingiza bilioni 3 na kuendelea. Hapo sijaenda kwenye issue ya streams, sijaenda kwenye maokoto ya biashara zingine ambazo zimekuwa kizipata kama matangazo mengine nje na hayo matangazo ambayo ni makubwa na yanayojulikana. Hapo sijazungumzia show za Diamond, hapo sijazungumzia maingizo ya Wasafi TV na Wasafi FM, hapo pia sijazungumzia maingizo ya WCB, kwa kuwa kwenye wale wasanii wake wakina Zuchu, wakina D-Voice ni wasanii pia ambao asilimia zao zinajulikana kabisa kwamba zinaenda kwa upande wa Diamond Platnumz. Sasa ukipiga hesabu ndani ya mwaka mzima maingizo ya Diamond moja kwa moja si chini ya bilioni 10, yani ni zaidi ya bilioni 10. Sasa msanii kama huyo ambaye ndani ya mwaka mzima anaweza kaingiza bilioni 10 na kuendelea, sasa tuambiane bei na takwimu na tathmini ya kununua private jet ya kwako, ndege ya kwako binafsi ni shilingi ngapi? Na ndio maana pia mwisho wa siku itabidi tu nielewe kwamba Diamond kununua private jet yake ni jambo la kawaida. Diamond tokea ameanza kufanya mziki mpaka hapa alipo, yani unataka kuniambia kwamba kwenye akaunti yake benki, yani kwamba akisema kwamba atoe pesa anunue ndege kwamba ndo atafilisika? Jamani, sio kweli. Kwa maisha ya Diamond ambao kwa sasa mziki ambavyo ameutengeneza, amepambana, amefanya show nyingi, ameingiza maokoto ya kutosha, na nyimbo zake zimeenda viral na zimekuwa ni international, na kwenye streams pia ameingiza pesa za kutosha. Na kwenye issue matangazo, Diamond sio kama labda akaanza kufanya matangazo leo, haya matangazo makubwa. Tangazo la Pepsi ni miaka na miaka. Sasa imagine kwenye akaunti ya Diamond kuna shilingi ngapi? Na hiyo pia pesa taslimu ambayo inabidi itakiwe ichukuliwe kwenye issue ya private jet yake ni shilingi ngapi? Unakuja kupata majibu kwamba Diamond kununua ndege yake ni jambo la kawaida sana. Sema tu kuna watu ambao wanashindwa kuelewa jinsi ambavyo Diamond anapata pesa. Sasa kama tu haraka haraka nimekuambia tathmini hizo, na pia ndio maana nimekuambia kwamba Diamond kununua ndege yake ni jambo la kawaida. Ni kama unavyoona kwamba anaweza kanunua magari ya thamani na magari ya kifahari, na ndio maana pia ilifika kipindi ambacho watu walishangazwa kuona kwamba Diamond amenunua Rolls Royce. Sasa kama kanunua Rolls Royce na tena ilikuwa ni dream car yake, na ndio maana nimekuambia kabisa Diamond amekuwa akihakikisha kwamba ndoto zake anazitimiza. Kama alizungumza issue Rolls Royce ilikuwa ni ndoto na gari ya ndoto yake, mwisho wa siku ameitimiza. Kwa sasa ndoto ya Diamond ni kuwa na ndege yake binafsi, na hiyo ni ndoto ambayo nikwambie tu kwamba ina asilimia 80 mpaka 90 kuweza kutimia. Kwa sasa amekuwa akitembelea showroom za private jet kuangalia ipi ambayo ni nzuri, ipi ambayo ina muonekano mzuri, na ipi ambayo ina bei ambayo yeye anahisi kabisa kwamba anaweza katoa pesa mfukoni, lakini pia ikaweza pia kumnufaisha, lakini pia ikatengeneza brand yake kuendelea kukua kama kawaida. Leo hii tunaona wakina Davido, wakina Wizkid ambao wana magari ya kifahari, lakini pia wana ndege zao binafsi. Hivyo kwa msanii kama Diamond kupambania kuwa ndege yake binafsi ambayo inatengeneza thamani yake, na kufanya pia hata kwa wale watu wa Forbes ambao wamekuwa wakipiga tathmini za maisha ambayo wasanii wamekuwa kiishi, basi Diamond anaweza akawekwa kwenye ile renki. Leo hii tunamsifia msanii kama Burna Boy ambaye makoto yake ni makubwa, na mpaka sasa pia Burna Boy ni miongoni mwa wasanii ambao na wao
wanapambana kuwa na jeti zao binafsi. Kwa hiyo kwa sasa msanii ambaye ni mkubwa na hana jeti, nafikiri hapa namzungumzia msanii kama Tyler, Burna Boy Grammy, msanii kama Diamond Platnumz, ni wasanii ambao kwa sasa pia wanapambania kuwa na ndege zao binafsi. Lakini Diamond kuwa na ndege yake ni isha ambayo inawezekana na ni jambo la kawaida, yani lisikutishe na kukuona kwamba Diamond eti ana uwezo wa kununua ndege yake binafsi. Kwa hiyo cha msingi wetu kutane kwenye upande wa comment, lakini kikawaida na takwimu ya haraka haraka, Diamond ananunua ndege na maisha yake yanakwenda kama kawaida.